kama vile Kristo alivyo nini? Kichwa ya kanisa. Nasi hivyo hivyo Mungu anatuita. Walioitwa kuwa vichwa wawe vichwa, ili tuweze kuboresha familia ya Mungu kwa ile hali ambayo Mungu amefanya nini. Hivyo wakati ambapo unapoeneza upendo wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe, unamtumikia nani? Unamtumikia Mungu. Njia ni nyingi za kumtumikia Mungu, na usiseme ya kwamba hujaitwa. Umeitwa. Anza na kwako na kwa familia yako na kwa watoto wako. Boresha, tengeneza na Kristo aonekane. Kwa hivyo hiyo ni ule ujumbe ambao Kristo alinipatia asubuhi ya leo wakati nilipokuwa naelekea kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba tumeitwa sisi wote kumtumikia nani? Kristo. Tukawe viongozi wema wa kuziongoza familia zetu na kupeana mfano mwema wa familia ya Kristo. Tukiwa hapa tuwe tunamwakilisha nani? Kristo. Kwa sababu kule kwa ndoa kumeharibika. Sijui kama mnajua hivyo. Kwa kina ndoa kumeharibika, na sio kwa watu wengine, hata kwa kina ndoa, kwa waombaji, kwa kina ndoa, kwa wachungaji, kwa kina ndoa, kwa watu wote. Kuna yumba. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo Mungu anatuita, anakuita wewe, turudi pale kwa familia zetu, tukajenge kama ilivyokuwa katika msingi wa Kikristo, mapenzi ya Mungu, ili Kristo adhihirike katika familia zetu. Na tukifanya hivyo, tutakuwa tumesaidia kijiji kizima, tunakuwa tumesaidia taifa nzima, tutakuwa tumesaidia dunia yote. If we start from our families, mahali ambapo tuliachia, Bwana Yesu asifiwe, kila kitu itabadilika. Hata familia zetu zitabadilika, kijiji chetu kitabadilika, taifa la Kenya itabadilika, na dunia nzima itabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Nani anasema anaona ni bora turudi kwa familia zetu, turudi ile kazi ambayo Mungu alituitia mwanzo ya kuwa askofu, kuwa mchungaji, na watoto kuwa wainjilisti. Tujenge badala ya kubomoa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa kina ndoa, kwa kina familia, kuna mambo mengi. Kuna vita, kuna chuki. Sijui kama mmeona hiyo, ama ni mimi nimeona hipo, na ni sisi wenyewe Mungu atutumie tuweze kuokoa kina familia na kina ndoa, maana tuko katika siku za mwisho. Na sijui kwa nini Kristo alileta hivi kwangu leo. Bwana Yesu asifiwe. Turudi pale. Mungu anataka ufanye nini katika familia hili? Mfano mzuri wa Kristo uonekane pale. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ushaiona mtu akiongea ukasema huyu ni shetani ndani ya mtu. Mshaisikiza mtu akiongea na afuta kuangalia kila kitu, ile conclusion ulifanya ni kwamba ni shetani ameongea ndani ya, ama amefanya ama ametenda ndani ya
mtu. Kwa hivyo hivyo vile ambavyo unaweza kumsikiza mtu na ukasema ya kwamba huyo ni shetani ameongea, hivyo unaweza ukaongea na watu wakasema huyo ni Kristo ameongea ndani ya yule mtu, huyo ni malaika ameongea ndani ya yule mtu, ule ni Roho wa Mungu ameongea ndani ya yule mtu. Lakini mara nyingi Kristo haonekani mahali popote, mara nyingi Mungu haonekani mahali popote, lakini anayeonekana na kushuhudiwa akizungumza ni nani? Ni shetani. Sio tu umeshuhudia, hata pengine wakati mwingine ushaambia mtu behind me Satan. Unajua kuna mtu aliniambia ya kwamba unajua sisi tunakaa na nyinyi kwa hekima. Yaani waume wanakaa na wake kwa nini? Kwa hekima. Maana asipokaa na hekima hiyo ngoma hakuna tena. Bwana Yesu asifiwe. Ishara gani? Ishara ni kuwa shetani tumemruhusu roho chafu itawale, ionekane, isifiwe, ifanye chochote ambacho inataka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kujenga kwako? Kwa sababu kama hatutabadilika kutoka pale, hata tukija kanisani tumsifu Mungu asubuhi mpaka jioni, kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tujenge pale, upendo uanzie pale, umoja uanzie pale, utu wema uanzie pale, fadhili ziwe pale, katika jina la Yesu. Na maneno mazuri yawe pale, maneno ya baraka, si kweli? Lakini uinjilisti ulikosekana. Ndio utapata ya kwamba kile ambacho mtoto anaweza tamka kwa mtu ni fala hii. Sasa hivi unapata hata mtoto mkubwa unaitwa mtu fala hii. Majina mengi, mkoro, mnani, mzae, vitu mingi ambazo sisi wenyewe na waliotutangulia wamechangia kubadilisha society. Basi pia na sisi tunaweza kutumika kubadilisha society. Kuna mtu alikuwa anamwambia ya kwamba, je, wajua kama mama, kitu ya kwanza unapopokea mtoto yule mikononi mwako is to bless that child, na kutamka neno nzuri kwa yule mtoto na kumfundisha maneno mazuri. Please, excuse me, thank you. Unajua hizo tulikuwa tunasoma shule, lakini kuna uwezekano leo hii hawasomi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakukanyaga anakuambia randa. Si wakati ulikuwa unasikia mtoto anakuambia pole. Sasa hizo mtu anakukanyaga anakuambia randa nini? Wewe umefanya nini? Umesimama vibaya, ama anakuambia kaa vizuri manipita na wewe kaa randa. Bwana Yesu asifiwe. Turudie na kufundisha maneno mazuri na kuwa wachungaji kwa watoto wetu, na tutakuwa tumebadilisha our families and our community. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu angesikia hili na aseme nitatia bidii kurekebisha mahali ambapo nilitumika kuharibu, tuko tunafanya kazi nzuri. Na yule ambaye ananisikia, ambaye pengine amelelewa na ile environment, hajui please, hajui excuse me, hajui sorry, hajui anything, ni vizuri ufunze moyo wako shukrani na ujifunze mambo haya, kwa sababu itakuwa ya faida kwako
kwa siku zinazokuja. Praise the Lord. Hello. Unasikia kama nimekusaidia ama nimekupigia kelele? Fundisha watoto wako ila blessed of the Lord. Praise the Lord. Fundisha watoto wako jinsi ya kuzungumza na watoto wengine. Mawasiliano kati yao na wengine na